Mepata wazee wamekaa. Si ajabu msane sainuka kwa kiti akwambia kijana kaa. And if you have got honor, usikalie kile kiti. Likewise in the church here. The people hapo unaona kwamba hao ni baba yetu wa kiroho. Sema baba, weka tu. Usikae. Tafuta kiti kingine. Asiamuke. Na akisiti sana mwambie baba, mbona nataka kuniua? Mwambie atashtuka. Kwa nini afanye hivyo? Labda wallet iko msito. After mwili ni kama wa Reverend Samuel. Sasa hiyo inaokopesha. Caleb. You normally see this at home. Wiko mingi sana. Wewe ukionekana kijijini, akaona Caleb amefika, sawa. Wazee hapo kwa bwake hapo nyuma watakukarapishwa, hata wanasimama wawili, watatu ili ukalie vitu sote. Utakalia kweli? Wanakuharibu. Amen. Let us honor. Naona niwaambia kwamba to hold with highest respect. So hapo juu nimesema honor our fathers. What is honor? Honor is to hold with the highest recognition and respect. Highest recognition and respect. God is the source of all authority, ultimate authority. He dedicates the authorities to the people. 3 types of authority are: Mungu ndio mamlaka yote tunayaona hapa. Naye anaachilia mamlaka, akatupa mamlaka ya kufukuza shetani. Si ni kweli? Tuna mamlaka ya kukanyaka na kufukuza nani? Shetani. Wanadamu. Tuna mamlaka ya kufanya chochote kilichoagizwa na Mungu. Tunayo mamlaka. Kwa hivyo is the source of all authority, Mungu. Na Mungu huyu ameshaachilia, amededicate this authority kwa watu. So 3 types of authority. Number 1, aina 3 za mamlaka. Aina ya kwanza tuna social authority. Social authority tunaipata huko sokoni, the apostles there. Tunapata wasimamizi wetu wa kasa vijijini. Those are social authorities. Employers and the principals laid to the employer. Kwa sababu umeokoka, kuna wafanyakazi hapa, inua kama ni mfanyakazi hapa. Just raise up your hand. Mahali unafanya kazi kuna wakubwa wako, si kweli? Ilikuache akapatikana kuwa mkubwa? Ndio maana tunajifunza hapa 3 types of authority. He is a deputy teacher, he is a principal of the school. Ni supervisor wako kasini, ni head of department kasini. So that authority amepewa si yake. Ndio maana kuna wengine if they misuse, wanadhulumisha wafanyakazi, sasa zingine wanafutwa. Basi Mungu akichukizwa na wachungaji mko hapo mnaomba, sema hapana, haiwezekani. Kama una kazi kama hii unaomba ruhusa na kunyima. Wakati mnajitenga kidogo mkwamba tuanze kikundi, hata sasa zingine tukikuja kazini tuombe tukie kazini anakataa. Sema Mungu, hata yawezekana mtu huyu muondoe hapa, maana ni kama ana misuse mamlaka. Social authority. Number 2, tuna civil authority. The civil authority tunapata president, the senior people and the premises and so forth at the government. Tulikuwa na upishani kule nyumbani ya kwamba kiongozi wetu by then nakapatikanaje kwa hiyo nafasi. Sasa zingine vile la kuongea. So hapa civil authority ni Mungu anapeana pia. Atapeanaje? Tutakapomuinua kiongozi hapa Kaloleni, si ndio? Kiongozi hapa Mikindani, Coastal Region, tuinue governor na apatikane kwa ile nafasi. I believe it's God.
Wengi walitamani. Lakini mbona yeye hata alitumia njia borocho akafika hapo? Mbona hakunyimwa? That's what happened to Jacob and Esau. You remember? Kulingana na filipatikana, mama alicheza. Na ikapatikana. Mbona Mungu hakuona kwamba umecheza? Jacob, sitakupea nafasi. Okay, by the way, usiniulize hapo swali kupita hapo. Na hebu maswali, Mungu atusaidie. Amen. Unajua unasema na kumbe hata unaweza porojea na ufike mahali. The third one is the home, the family authority. Family authority. Tunapata father and children. Father and the children. Oh, sio tatu, siko ine. The fourth one is spiritual authority. Fungua Waebrania 13, Book of Hebrews, chapter number 13. The fourth one is spiritual authority. Rejelea kitabu cha Waebrania 13. Waebrania 13. Soma mstari wa 7 tuone. Amina. Mkaike. Therefore, a person in authority is dedicated by God, whether born again or not born again. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kujungusa sana mwisho wa mwenendo wao, igeni imani yao. Ukiwa kiongozi hapa, kuna mtu anakutasamia na anaika mfano wako. Yesterday tulikuwa tunaongea mahali fulani, akasema kwamba wale wote waliokuwa chini ya Pastor Pius Muiru, aliongea ile sauti alikuwa anatoa, watoto wake wote wachungaji ni hivyo wanaongea sasa hivi. Askofu wakati alikuwa anapomoa mapepo kule nyumbani, siku hizi kila mtu ni kupika makofi, mapepo inaenda. Yaani tunaika mfano wa ndugu mtumishi wa Mungu. So take care. Kama kiongozi tutakaye muinua kesho, yale unayotenda kuna mtu anaika mfano. Ukitembea hivi, kuna mtu kanisani atatembea vile utatembea. Anaika mfano wa baba. Ukiongea na ile maringo, kuna mtu ataongea pia. Maana ni watoto wako. Sasa ingine unapata kanisa lina mtindo wa kucheza tu mmoja. Kumaanisha ule that style of dancing ni ya baba. Angalieni sana. Sasa askofu tumekuangalia sana. Na hivyo ndivyo tutafanya, hivyo ndivyo mambo yataenenda. Therefore, a person in authority is dedicated by God, whether born again or not born again. Wale walisaliwa rohoni, spiritually, tukiwa nao hapa kanisani. Wale walisaliwa spiritually hapa kanisani, tafadhali, ni Mungu anaweka viongozi. Na wale walio nje, ni Mungu aliweka nini? Viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 13 sura yake ya kwanza. Mwanafunzi mzuri, fika hapa haraka twende. 13 sura yake ya kwanza, mstari wa kwanza. Sura ya 13 mstari wa kwanza. Yes. Imeamriwa na Mungu.
Pikia Yesu makofi kanisa la Mungu. Amen. Kila mtu na IT mamlaka iliyo kuu. Kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, wakati tunaambiwa we shall resist the devil and the devil shall flee. Hiyo mamlaka tunapata wapi? Kwa Mungu. When we resist the authority before us, we are resisting God. Somebody say amen. Unapokeuka na kufanya kinyume na uongozi ambao uko, basi kama unamkeuka Mungu aliyeweka ule uongozi. Maana ni Mungu mwenyewe, whether uongozi wa dunia hii, uongozi wa kanisa, the spiritual authority and the civil authority, Mungu mwenyewe ndiye anauinua. Kwa hivyo lazima tuheshimu. Amina. Ruka mstari wa 7, ile Warumi 13. 13 mstari wa 7. Yes. Wapeni wote haki zao. Mtu wa kodi, mtu wa ushuru. Ushuru astahilie hofu astahilie heshima. Yes. Kwa ufupi, kwa sababu ya wakati, kwa ufupi, render therefore to all that use, whoever deserves honor, give him honor. Whoever deserves respect, give him respect. Unaona hapo mpaka wanahesabu kodi. Mnaishi the rental houses, lipa kodi. Usikuche saa 8 usiku landlord amelala, kiateka amelala. Kuja tu mapema, ongeleshe kama kuna hela. Sawa? Mungu atusaidie. Amen. Honor very important. Na utakuwa unamheshimu. Wathesalonike tunapeana vifungu kwa sababu tunapishana, tunafundishana. Wathesalonike wa kwanza the first Thessalonians chapter number 5 13. Ansia 12 na 13. Waheshimuni sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Ishini kwa amani ninyi kwa ninyi. Nasi twawasihi ndugu waoneni walio wavivu, watieni moyo waovu, wasaidieni wanyonge na kuwavumilia watu wote. Amen. Any fashion, wacha sasa niingilie fashion zingine muone. First Thessalonians chapter number 5 verse 12 and 13. Lakini ndugu, nataka watambue wale wanaojitaabisha kwa ajili yenu. Yes. Na kuwasimamia ninyi katika Bwana na kuwaonyeni. 13. Mkawastahili sana katika upendo kwa ajili ya kazi zao. Iweni na imani nyinyi kwa nyinyi. Yes. Another fashion. The Gideon siko. Ilipiti kila mtu afungue Biblia. Maana tunasoma hii, it is the Holy Bible. Kuna Biblia Kiingereza hapa? Kama King James Version, the Gideon Version, the Holy Bible. Good news. Soma. Those are the Bibles we're going to use to preach. Sasa unachoka tunasatumia hii Holy Bible na ingine, alafu baadaye ukipata lingine unasema hapana, ilikuwa hivi. The good news iko. Twende kwa haraka.
12. Ansia 12. Yes. Amina. Yeah. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Paul anaambia hawa. Na maana kule amewainua viongozi. Na anawaachia hawa viongozi wakae na wao. Sasa anawaambia tunataka muwatambue wale wanaojitaapisha kwa ajili yenu. Kuna mchungaji ambaye hajitaapishi kwa ajili ya washiriki? Yaani ile familia umepewa ya kuchunga. Kuna wakati Yesu anasema hivi akiwa msalabani. Sema wale baba ulinipa sichapoteza hata, lakini iwe tu yule aliyetengenezwa na kuumba kwa jamu. Imagine, hivyo ndivyo Yesu anaongea. So as we are here, tuwatambue wale wanaojitaapisha kwa ajili ya, there's somebody in our ministry anajitaapisha kwa ajili yetu huku. Ako Western, ako Coastal Region, ako katikati hapa anashughulika na sisi. Sasa tusipowatambua atafika mahali achoke. Lazima tumtambue. Tukishamtambua basi tutapata mwelekeo wa kiungu. 3 responsibilities of a pastor. Mambo matatu pastor anasafanya, mawili matatu anasafanya. Number 1, Biblia imesema lepa anajishughulisha kwa hizo kondoo. Amen. Number 2, exercise spiritual oversight on you. Wacha kusema mimi sijali, akiingia kanisani ameingia, asipoingia mimi sitaki kujua, bora nimempata kanisa. Yaani unafuata mpaka unajua maisha anaishi. Anakaa anatembea na mnakani huko nyumbani. Unajishughulisha an oversight.